Hujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa. Karibu katika kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe, kipindi ambacho kinaendeshwa na Mwalimu Wanjala. Hujambo na karibu. Kwa hivyo leo hii ningependa tuzungumzie mambo ya ushairi, uchambuzi wa mashairi. Na katika uchambuzi wa mashairi leo najikita katika uhuru wa mshairi. Katika uchambuzi wa mashairi kuna muundo au umbo, kuna mbinu za kimtindo na pia kuna uhuru wa mshairi. Kwa hivyo nataka nijikite katika uhuru wa mshairi. Hujambo na karibu. Kwa hivyo uhuru wa mshairi, wakati mwingine unaweza ulizwa mbinu za kiarudhi ambazo mshairi ametumia katika shairi lake, mbinu za kiarudhi. Kwa hivyo pia uweze kujua jambo kama vile kiarudhi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, katika uhuru wa mshairi kuna mambo kadha ambayo tunafaa kushughulikia katika uhuru wa mshairi. Tukisema uhuru wa mshairi inamaanisha mshairi ni mwandishi wa mashairi. Ako na uwezo, ako na uhuru. Uhuru kwa lugha ya kimombo tunaita freedom. Kwa hivyo mshairi ako na uhuru wa kutumia lugha ama kufinyanga yale mashairi namna anavyotaka. Kwa hivyo hizo njia mbalimbali ambazo mshairi ako nazo za kufanya shairi likae namna anavyotaka ndio tunaita uhuru wa mshairi. Ni uhuru wake. Anaweza amua labda afupishe maneno, arefushe maneno, abadilishe muundo wa maneno, atumie lugha nyinginezo, atumie hati nyinginezo, atumie lahaja ama atohoe. Hizo zote tunaita uhuru wa mshairi. Kwa hivyo uhuru wa mshairi tuanze kuorodhesha. Kuna ingisari mtazamaji. Ingisari ni ile hali ya mshairi kufupisha maneno. Mshairi anafupisha maneno katika shairi. Kwa mfano, badala ya kusema usilie, anasema silie. Kwa mfano, tumesema hii ni kufupisha. Badala ya kusema usilie, anasema silie. Badala ya kusema usilie, mshairi anaamua kusema silie. Atakuwa amefupisha hili neno. Ili ujue amefupisha, utahesabu silabi. Utaona usilie ni silabi 1, 2, 3, 4. U, si, li, e ni silabi 4. Lakini ukikuja kwa neno ambalo ametumia, amesema si, li, e. Kwa hivyo kuna silabi 3. Kuna silabi 3 mtazamaji. Kwa hivyo tutasema amefupisha hili neno. Na huu uhuru wa kufupisha hili neno ndio tunaita ingisari. Ingisari. Pili, kuna uhuru mwingine ambao unaitwa mazda. Mtazamaji, mazda ni kinyume cha ingisari. Kinyume yani opposite. Ni kinyume cha ingisari. Kwa hivyo badala ya mshairi labda kufupisha, wakati huu anarefusha neno. Kwa hivyo ni kurefusha maneno. Kurefusha maneno. Kwa mfano, shairi linaweza kuwa neno linaweza kuwa ukimbie. Badala ya mshairi kusema ukimbie, anasema ukimbilile. Mshairi anaamua kusema ukimbilile. Kwa hivyo atakuwa amerefusha hili neno. Hebu tuone amerefusha na silabi ngapi. Ukimbie ni silabi 1, u, ki,
mbi e ni silabi 4, lakini ametumia neno ukimbilile. 1 2 3 4 5. Kwa hivyo ametumia silabi 5. Ameweza kurefusha hili neno kutoka ukimbie akaandika ukimbilile. Na maneno mengine pia utaona ukisoma tu shairi ama ukikariri, utaona kuwa hili neno halifai kuwa hivi, halipaswi kuwa hivi. Hili neno limerefusha. Kwa hivyo huo uhuru wa kurefusha neno ndio tunaita mazida. Kumbuka kufupisha neno tumesema ni ingisari. 3, kuna utohozi. 3, kuna utohozi. Kutohoa ni kubadilisha ama kutafsiri neno kutoka lugha nyingine moja kwa moja hadi kwa Kiswahili. Kutafsiri neno kutoka lugha nyingine moja kwa moja hadi kwa Kiswahili. Kwa mfano, badala ya kwa Kizungu runinga inaitwa television. Kwa hivyo mshairi anaamua kuita televisheni. Kwa hivyo tumesema utohozi ni kubadilisha ama kutafsiri maneno moja kwa moja hadi kwa Kiswahili. Kutoka lugha nyingine. Hivyo mtazamaji, kutafsiri neno moja kwa moja kutoka lugha nyingine. Kwa mfano, television, televisheni. Socks, sokisi. Office, afisi ama ofisi. Taxi, taxi. Hospital, hospitali. Nurse, nesi. Huo ndio utohozi wa maneno mtazamaji. Kwa hivyo mshairi ako na uhuru wa kutohoa hayo maneno. School anaweza andika skuli. Chalk, chaki. Check, cheki. Hivyo. Kwa hivyo huo ni uhuru ambao tunaita utohozi. 4, kuna uhuru ambao unaitwa kuboronga. Kuboronga sarufi au kufinyanga lugha. Hapa mshairi anabadilisha muundo wa sentensi. Hapa mshairi anabadilisha muundo wa sentensi. Kwa hivyo inaweza kuwa kwa mfano, kesho tuje shuleni wote. Lakini mshairi anaweza amua aboronge, abadilishe muundo wa hii sentensi, alafu aseme kesho shuleni wote tuje. Unaona vile amebadilisha maneno, amebadilisha muundo wa sentensi. Kwa hivyo sentensi inafaa ikuwe kesho tuje shuleni wote, akaamua kusema kesho shuleni wote tuje, ama shuleni wote kesho tuje. Hivyo hiyo ndio kuboronga sarufi. 5, kuna matumizi ya lahaja. Lahaja ni vijilugha vile vidogo ambavyo vinatoka kwa lugha moja
kuu. Lugha moja kuu, kwa mfano kuna Kiswahili. Kiswahili kiko na lahaja nyingi. Kuna Kipate, kuna Kijomvu, kuna Kiamu, kuna Kimvita, kuna Kimtang'ata, kuna Kipemba. Hizo zote ni lahaja za Kiswahili. Kwa hivyo mshairi anaweza amua atumie lahaja. Kwa hivyo hizo ni lahaja kwa sababu hii inatukumbusha wakati wa usanifishaji wa Kiswahili, lugha ya Kiswahili. Wakati lugha ya Kiswahili ilisanifishwa, hizo lahaja zote, kati ya hizo lahaja zote kuna lahaja moja ambayo ilichaguliwa na ikaweza kusanifishwa, ndio tukawa na Kiswahili sanifu. Kwa hivyo mshairi anaweza amua arudi kutumia hizo lahaja zingine ambazo hazijasanifishwa, yani maneno yake hayastahili kuwa katika Kiswahili sanifu. Kwa hivyo unaweza pata katika labda Kiamu ama Kipate, macho wanaita mato. Macho wanaita mato, kumaanisha macho. Kwa hivyo mshairi badala ya kutumia neno macho anaamua kutumia mato. Ama ndia badala ya njia. Ndia badala ya njia. Ngeu badala ya damu. Ngeu badala ya damu. Nina badala ya mama. Nina badala ya mama. Ama maninga badala ya macho. Kwa hivyo hayo ndio matumizi ya lahaja. Kwa hivyo ukisoma shairi halafu uone mshairi ametumia maneno kama haya na maneno mengine kutoka lahaja tofauti tofauti, kuna uhuru wa matumizi ya lahaja. 6, kuna matumizi ya hati za lugha nyinginezo. Kuna matumizi ya hati za lugha nyinginezo. Hati ni herufi. Kuna herufi ambazo haziko katika Kiswahili. Hizo herufi ni kama Q, hiyo sauti haiko kwa Kiswahili, na pia hii haiko kwa Kiswahili. KH haziko kwa Kiswahili. Lakini unapata mshairi anaamua kutumia katika shairi lake. Kwa hivyo ako na ule uhuru. Kwa hivyo ukiona neno lote liko na hii herufi Q ama sauti Q, ama pia liko na sauti KH, jua huo ni uhuru wa mshairi ambao tunasema matumizi ya hati za lugha nyinginezo. Kwa mfano, badala ya kuandika neno heri, anaamua kutumia kheri. Anaamua kutumia kheri. Badala ya kutumia neno lugha, anaandika lugha. Anatumia Q. Hivyo huo ndio uhuru wa mshairi katika matumizi ya hati za lugha nyinginezo. Katika matumizi ya hati za lugha nyinginezo, mtazamaji. Kwa hivyo hizi ndio baadhi ya uhuru wa mshairi. Hizi hawezi kosa kwa shairi lolote lile. Kwa hivyo ukiulizwa, eleza mbinu za kiarudhi ambazo mshairi ameweza kutumia, ama mshairi ameweza kutumia mbinu za kiarudhi, fafanua. Ndio hizi uhuru wa mshairi. Si lazima wakati wote wakuambie eleza uhuru wa mshairi. Wakikwambia hivyo ni sawa, lakini watahini mara nyingi huwa wanataka kucheza na ubongo wa mtahiniwa. Kwa hivyo wanaamua waseme mshairi amefaulu kutumia mbinu za kiarudhi, fafanua kutoka katika shairi hilo. Kwa hivyo bila shaka ni hizi ni uhuru wa mshairi. Kwa hivyo kuna swali ambalo hukanganya wanafunzi sana ama wasomi. Wakati mwingine wanauliza, hawaulizi tu uhuru ama hawaulizi tu mbinu za kiarudhi, wanauliza eleza umuhimu wa uhuru wa mshairi. Kuna umuhimu gani wakati mshairi anatumia ingisari, wakati mshairi anatumia mazda, wakati mshairi anaamua kutumia utohozi, kutohoa maneno, wakati mshairi anaamua kuboronga sarufi ama kutumia lahaja ama kutumia hati za lugha nyinginezo? Kuna umuhimu gani? Inamsaidia nini? Ama mbona anatumia? Kwa hivyo tunataka kujua hizo sababu. Mbona mshairi atumie uhuru huo?
Kwa hivyo mtazamaji wangu, nataka tuone umuhimu ama sababu za mshairi kutumia ingisari, mazda, utohozi au kuboronga. Ana nia gani anapotumia hizi mbinu za uhuru wa mshairi? Ako na umuhimu gani? Ziko na umuhimu gani? Zinamsaidia nini? Kwa hivyo umuhimu wa kwanza ni kutosheleza mizani ama kuhakikisha kuwa kuna urari wa mizani. Naam, kutosheleza mizani ama kuhakikisha kuwa kuna urari wa mizani. Sana sana akiamua kufupisha maneno kutumia ingisari. Labda anataka kila mshororo wake wa shairi lake mshororo uwe na mizani 16. Lakini akiandika sentensi ama akiandika maneno kwa urefu, labda mizani itakuwa zaidi ya 16. Kwa hivyo anaamua wacha nifupishe ndio angalabu mizani zikuwe 16. Kwa hivyo humsaidia kutosheleza mizani, idadi ya mizani au kuhakikisha kuwa kuna urari wa mizani. Pili, kuhakikisha kuwa kuna urari wa vina. Labda anataka kuhakikisha kuwa vina vyake vya mwisho vikue ni. Ama anataka hakikisha kuwa vina vyake vya kati vinakuwa a. Kwa hivyo inamlazimu atumie uhuru. Ingisari, mazda, utohozi, kuboronga sarufi na hizo zote. Kwa hivyo kuhakikisha kuwa kuna urari wa vina. Pia inaweza kuwa kuleta au kulipa shairi lake mdundo. Kulipa shairi lake mdundo. Anaweza kuwa anataka kulipa shairi lake mdundo. Mdundo kwa kizungu watu tunasema to enhance the rhythm. Ama kuleta hiyo dhana ya mvutio wakati shairi hilo linapokaririwa ama linaposomwa. Kwa hivyo kuleta au kulipa shairi lake mdundo. Jambo lingine pia kuna kuanga na urudiaji ambapo unapata kuna kusisitiza ujumbe. Labda anaweza kuwa anataka kufanya haya mambo yote ili kusisitiza ujumbe. Na huo ndio umuhimu wa uhuru wa mshairi. Kwa hivyo wakati unaambiwa eleza umuhimu wa mshairi kutumia uhuru ama mbinu za kiarudhi, sababu ndio hizo: kutosheleza mizani, kuhakikisha kuna urari wa vina, kuleta ama kulipa shairi hilo mdundo, ama kusisitizia ujumbe. Hizo ndio sababu ama umuhimu wa kutumia mbinu hizo. Mtazamaji wangu, kufikia hapo nimefika kikomo cha somo langu la siku ya leo ama kipindi hiki. Nasema shukran sana kwa kuweza kusubscribe, kwa kuweza kulike hii video na kuweza kuacha ujumbe mfupi. Labda kuna jambo ambalo linakutatiza kwa mashairi. Haujapotea, umefika kwa daktari wa ushairi. Huyu ndiye daktari wa ushairi, anatibu magonjwa yote ya kishairi. Wanafunzi wengi hutatizika sana na masuala ya ushairi hadi wanaogopa. Lakini mimi huambia mwanafunzi wangu, mashairi ni alama za bure. Ukishajua
mambo yote kuhusu mashairi hayatabadilika. Si kama vitabu vya fasihi andishi vitabadilishwa huu mwaka mwingine vibadilishwe. Ushairi ni ushairi kutoka kitambo hadi wa leo. Kwa hivyo ukiwa na shida yote hapo chini ya comment section, uniachie ujumbe mfupi, uniulize swali ama utoe pongezi kama kazi ni shwari ama si shwari. Na pia kama kuna mahali unaona nimekosea, unataka kurekebisha, uko na uhuru wa kufanya hayo yote. Asante sana kwa sababu umeweza kusubscribe, kwa sababu umeweza kulike, na pia kwa sababu umeweza kushare hii video. Shukran sana. Tuonane baadaye.